uliachia neno lako likatufikia, hata na sisi tukajua jinsi ya kuweza kunena, maana hakuna andiko la mwanadamu lililoweza kuthibitika isipokuwa la kwako tu. Na huu ni wakati ambao Mungu unatupa nafasi ya kusikia neno hili. Jehova, niko mahali hapa, naliombea neno hili kwa ajili yetu, ili Bwana, wakati wote tunapolizungumza, mioyo yetu ikapokee na kuona ushindi wa mabadiliko katika jina la Yesu. Tawala katika eneo hili, tawala katika mioyo yetu, tawala kwenye kila eneo. Tuone mkono wako Mungu uliye hai. Wabariki watoto wako wa kike na wa kiume, wakati wote inaponenwa neno hili, Bwana likazungumze nao. Nami mtumishi wako najiweka mikononi mwako Mungu uliye hai. Sina maneno yangu ya kusema na watu wako, isipokuwa najiweka wakfu kwa neno hili. Bwana, unitumie nikapate kulinena kusudi lako. Naam, na kwa ajili ya kusudi hili jina lako likatukuzwe. Asante Yesu Kristo. Nami natiisha fahamu zangu kwa jina la Yesu. Akili yangu naitisha, mimi nipungue, wewe ukaongezeke Yesu. Katika maneno haya jina lako likatukuzwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa sana. Amen. Basi tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake anatujalia kitu kwako leo, na tunaendelea na lile somo letu tulioanza nalo siku za nyuma, lenye kichwa cha somo kinasema hatari ya kuacha maagizo ya Mungu. Kama tulivyoanza nalo siku chache zilizopita, na leo tunaenda kuongea pointi ya 3 kuhusiana na kile ambacho Adamu kilisababisha akatenda dhambi hata akaamuriwa asiwepo kwenye ile bustani ya Edeni. Lengo ni kuchunguza hayo maneno kama yalivyowasilishwa na Mungu mwenyewe, ili tubainishe sasa hayo mapungufu ambayo yalimsababisha ndugu yetu Adamu akamkosa Mungu hata akawa tena hawezi kumsogelea. Ina sisi tusiwe miongoni mwao watakao kuwa wamezuiliwa kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awamu ya kwanza tuliona kwamba kulikuwa na kujishughulisha na mambo ya Mungu. Kwa hiyo Adamu kwa kifupi akaonyesha hali ya kutokujali, na kwa sababu hiyo ilipotokea tatizo, kwa kuwa mzoefu na mambo ya kiibada, basi kawa rahisi kwa kutenda dhambi. Lakini pointi iliyofuatia ilihusiana kutafakari na kusoma neno la Mungu. Tukaona alipoambiwa kwamba matunda ya miti yote yanaweza akala, ilijihusisha kwenye kuangalia chochote ambacho kingetimizwa kwenye lile tunda. Bahati mbaya akajikuta wametumia tunda ambalo walikuwa wamezuiwa. Tukasema kama ilivyo neno hili, kila kitabu kina muktadha wake. Kila kitabu kichoko humu kina muktadha wake. Kwa hiyo kadri unavyosoma kile kitabu kinakupa kuelewa hatua na nini ukifanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo tukasema si vizuri kukaa bila kuwa tunatafakari maneno haya ya Mungu, kwa kuwa mwenzetu alipoacha kuyafanya yalimsababisha na akamtenda Mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa leo tunaenda hatua ya pili. Tunachunguza pale pale ya tatu. Tunaenda hatua ya 3. Tunaenda kuchunguza pale pale nini iliyojificha ambayo mimi na wewe tusipoiangalia itatusababishia tuonekane hatupo tena kwenye maeneo ya makusanyiko, kwa maana Mungu hata tuona kama ni sehemu ya watu tulioingia hemani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome kile kitabu kile cha Mwanzo, ndio tunatembea nacho, sura ile ya 3 mstari wa 22. 3:22 umefika hapo, ndipo tunaanzia msingi wetu. Imeandikwa Mwanzo 3:22, anasema Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu,
kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo aitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huko na huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hoja ya hapa ni kubaini kwa nini yamefikia mpaka mahali hapa ndugu yetu aliyekuwa wa kwanza kuingia kwenye bustani ya Edeni kufukuzwa. Kwa nini amefika hapa? Kwa sababu hakuna jambo linatokeaga bila kuwa na mwanzo. Amen. Ndio hiyo tunaitafuta. Kama hii hali hiyo isije ikajikuta na sisi katika makusanyiko yetu, Mungu akituangalia hatuonekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rudi nyuma kidogo pale sura ile ya pili. Mwanzo sura ile ya pili mstari ule wa 18. Halafu na mstari wa 20. Anasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mstari wa 20. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Hapa sizungumzii mambo ya mahusiano ya ndoa. Nataka tubaini kilichoko hapa. Kwenye huu mstari unaona Mungu anatamka mwenyewe, anatoa ahadi ya kwamba si vyema huyu mtu awe peke yake, tamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Halafu kunatokea ukimya kidogo pale. Ukimya unaopata wapi? Angalia ukimya huko hapa. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji kila kiumbe hai. Jina aliloliita Adamu likawa ndio jina lake. Unaona, ahadi ilipotolewa kuna ukimya, halafu Mungu ameenda kwenye kazi nyingine. Tunaenda pamoja? Amen. Ahadi imetolewa, ameachiwa Adamu, kwa sababu hapa juu alikuwa anaambiwa alime bustani, ale matunda hayo mengine na nyingine yasile. Ghafla Mungu anamwambia, Mungu anasema, na maana katika ule karibu kabisa wa uwepo wa Adamu na wengine ambao alikuwa nao, anasema si vema mtu huyo peke yake, nitamfanyia msaidizi. Yaani kama hapa alafu anasema si vema nyinyi mwe peke yenu hapa, mimi nitawaletea msaidizi. Hapo anakaa kimya, halafu anaenda kufanya jambo lingine. Hapa kuna jambo la kutafakari. Halafu unaona anaruka mstari wa 20. Adamu anapoanza kufanya hiyo kazi kutoa majina, mwisho mbona tena sikumuona kufanana na mimi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaanza kunielewa? Amen. Kwa hiyo ni kama anashtuka kwamba mbona sikuona tena kufanana na mimi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuende kidogo tena mbele. Tuende pale kidogo. Fungua kile kitabu kingine cha Yohana mtakatifu sura ile ya 14. Yohana mtakatifu sura ile ya 14 na mstari ule wa 16. Anasema hivi. Kwanza tuanze 15 ili tupate mada kidogo. Anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka hapo ikisimama ni ahadi. Mpaka hapo ni ahadi, kama alivyopewa Adamu ahadi. Na Yesu hapa anazungumza ahadi. Sijaenda mstari ule wa mbele. Yeye Yesu anajaribu kuonyesha wazi
kwamba ni Roho Mtakatifu, lakini ameonyesha kwamba anatoa nini? Ahadi ya kwamba atamuomba Baba ili awape huyo Roho msaidizi. Hapa Adamu yeye ameambiwa hiyo ahadi, akakaa kimya. Yaani kama mtu ameambiwa mwezi ujao uje kuchukua ile hela itakuwa iko tayari, halafu hakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najenga hoja kwanza mnielewe. Yaani ukiona huu kimya wa Adamu alipoambiwa mtamfanyia msaidizi kufanana naye, halafu kimya, halafu na tukio lingine lilokuja hapa, alipewa ahadi. Adamu alipewa ahadi. Sasa hii ahadi alikuwa nayo tu, amekaa nayo, hakuifanyia kazi ya ahadi. Halafu anapoletewa vitu anafikiri na yule msaidizi yumo, anaangalia sema bora simuone. Ala, humuoni tena. Sasa nakuleta hapa Yesu anaposema mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba ili awape msaidizi, kituo. Nayo ilikuwa ni ahadi pia. Ahadi hii, uzuri wa Yesu akaionyesha wazi, ila hawa watu wasibakie kama Adamu, wasijue nini la kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Adamu alipewa ahadi ya kupata msaidizi, na alipewa hiyo ahadi, hakushughulika sasa na cha ziada, akaacha hapa, akamwachia majukumu mwenyewe ahangaike. Yeye hayumo. Yaani wale watoto mjini wanasema kula kaacha kama huyu, unajua mwenyewe bwana, si yeye kwanza, yeye ndiye amepanga. Ndio maana naona hata mbele alipokuja kufanya ile dhambi, anambia si wewe, si yule mwanamke aliyonipa. Yaani maana yake mimi sikuwemo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si mnanielewa? Amen. Yaani kwa sababu ya ule ukimya wake, hata alipotokea tatizo, badala ya kusema ajibu kulingana na jinsi anamfahamu kwamba yeye ni kiongozi, si yule mwanamke aliyonipa. Kwanza mimi sikukulazimisha unipe. Na mara nikaa zake kimya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakujua majira ambayo itakayofanya, kakaa kimya. Kwa hiyo Mungu alipomletea baadaye umekuja kuharibika, akasema, "Si yule mwanamke aliyonipa bwana." Sasa Mungu akaona ni kweli. Jamaa amejibu alivyojibu. Maana nimemwona ni mkimya kweli tangu mwanzo. Lakini Yesu naye anatoa ahadi kwa wanafunzi ya kwamba wakimpenda watashika amri zake. Halafu kwa kuwa wamezishika amri zake, huo ndio upendo. Yeye sasa naye anawaahidi, nitamwomba Baba awapeni msaidizi. Amen. Roho Mtakatifu yeye atakaa nao. Amejaribu kuwaonyesha wazi. Mwenzetu hapa alipopewa ile homework akakaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele kidogo tukajenge hoja nyingine. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza na mstari wa 4 na 5 anasema hivi: hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojea ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Yaani hawa waliojua, yeye aliwaeleza, akaendelea kuwafafanulia kwamba si nilishawaambia ni Yohana, nilishakawaambia, si ndio? Sasa msitoke hapa. Kwa hiyo lile wazo walipewa msitoke hapo, ile homework wao wakaifanyia kazi. Ngoja uone walifanyia kazi. Mstari wa 12 anasema hivi: kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa Mizeituni, ulio karibu na Yerusalemu, wapata mwendo wa Sabato, yani siku nzima. Hata walipoingia wakapanda orofani, walipokuwa wakikaa Petro, Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo, Tomaso, Bartolomayo, Mathayo, Yakobo, Alfayo, Simoni Zelote na Yuda na Yakobo.
Hao wote walikuwa wakidumu kwa moyo moja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Huku Adamu amepewa ahadi ya kwamba atafanyiwa jambo hili kimya, wala kuchukua hatua. Yesu anaweza jamaa wanafunzi wake ahadi ya msingi, wao wanayakumbuka yale, kwamba alituambia tusiondoke. Kwa hiyo wakajikusanya baada ya kwamba ameondoka, kwa sababu wana ahadi walioambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana ahadi walioambiwa, hawataki kuiacha. Wakasema sisi turudi, japo ni mbali, sisi turudi, halafu tuingie kwenye ile nyumba tulikuwa tunakaa. Wakaingia mle orofani, wakapanda orofani, tena sio vyumba vya chini, vyumba vya juu kabisa. Wakakaa kule, wakawa wakisali. Maisha yao yakawa ni kusali. Ndio akaonyesha na mama yake Yesu na wanawake wengine wengi. Kwa hiyo kuingia wao kwenye jukumu hili la kuona umuhimu wa kusubiria ahadi kwa kusali, kulionyesha walidumu kwenye maombi ya kutaka kuliatamia ile ahadi waliokuwa wamepewa. Adamu, kosa lake liko hivi: hakutengeneza maombi kwa Bwana. Hakuwa mtu wa maombi, kwa sababu amepewa kazi, amepewa ahadi. Hafa itaka vitu tu vije hivi hivi, akaona tu akae afanye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnanielewa jamani? Amen. Adamu amepewa ahadi aje achukue hivyo vitu, lakini yeye amekaa akasema mfanye wenyewe. Na ndio maana hapa mwanzo nimesema yalipotokea matatizo, yeye akatoa malalamiko, akaanza kumlaumu yule aliyepewa. Kumbe yeye itakiwa aombe kikweli kweli, ili yule msaidizi anapokuja naye awe na uwezo wa kujua juu yake yule msaidizi. Kwa hiyo kosa la Adamu ilikuwa ni maombi kwa Bwana. Hakujihusisha na maombi. Maombi ndio yangeweza kumuonyesha tukio likitokea lisimletee madhara. Sasa Mungu akuja kuleta, kwa sababu naye hakuwa tayari. Ni vitu ambavyo hakuvijali. Amejikuta aliyekuja ameshindwa hata namna ya kumsimamia. Kwa hiyo alipomletea tatizo, yeye akalipokea. Au baadaye anasema wewe si ndio ulimleta Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya unayoona haya ndivyo alivyo hata kwa waumini. Wangapi wamesikia neno? Wangapi wamehubiria ujumbe? Na wangapi wamesikia ahadi za Bwana? Halafu wamekaa. Hawapo. Nauliza hawapo? Kwani si kila siku tunahubiriwa Injili? Amen. Si kila siku tunaambiwa habari za Bwana? Na kitabu hiki kimejaa ahadi. Amesema naenda kuwaandalia mahali ili mimi nilipo nanyi mwepo. Hiyo si ahadi? Watu wameingia kwenye maombi kutaka hiyo ahadi timizwe kwao. Unaweza kufikiri tu kwamba ilikuwa ni Adamu. Lakini hata sasa si wachungaji, si walimu, si manabii wamekaa pembeni wanasema atafanya mwenyewe. Yaani na kwenye ahadi wanataka yeye ndiye ashughulike. Yaani Mungu ameshatoa ahadi, alafu wanataka yeye mwenyewe Mungu ndiye ashughulikie hiyo ahadi. Yaani wao wanataka waingie tu. Hawataki kuwajibika. Maombi kwa Bwana yalimkosa huyu ndugu yetu. Kama angepokea lile swala, yale maelekezo yote yalipoingia mkononi mwake, akachukua hatua za haraka sana kuanza kufanyia maombi, tatizo lisingetokea, akatoa lawama. Kwa sababu alikuwa anafahamu. Sasa hapa alijitoa ufahamu kama mimi sivijui. Mimi sivijui hicho Bwana. Wewe ndio umevileta hawa. Mimi kwenda kwa yule mama anasema, si wewe joka bwana. Sinauri bwana. Kwa inakuwa hivyo sasa. Maombi kwa Bwana Adam alipuzia. Ndio chanzo na sababu ya kujikuta hana uwezo wa kuletewa nguvu. Sasa tukaangalie kwenye maombi kuna nini?
Ni muhtasari tu. Kwenye maombi kuna nini? Na kama maombi yangelifanyika, mambo gani yeye yangefanyika? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hoja yetu ni maombi kwa Bwana. Maombi kwa Bwana ni tukio la tatu ambalo Adamu hakulifanya, lililosababisha mambo yamharibikie yalipokuja. Maana siku zote mtu anapokuwa kwenye maombi, huwa Mungu anatoa majibu ya kufanikisha hitaji lake. Huyu bwana alikaa kimya, anatokea tu mwishoni kwenye kutoa majina, sikumuona kufanya nini kama nilivyoniambia, halafu anakaa kimya tena mpaka Mungu anakuja anasema sasa huyu ni kumpiga usingizi. Kampiga nusu kaputi, akatoa nani, akamtoa huyu mama. Lakini bado anaharibika, na si wewe ulimpa, si wewe uliniletea. Ndivyo ambavyo watu wengi wamejikuta kwenye hatua hiyo ya kumwachia Mungu afanye, wao nafasi zao wafanye. Hawataki kumwambia Mungu, tunataka na sisi basi hili swala tulione. Hawajihusishi kufanya mahusiano na Mungu kwa njia ya maombi. Mungu hafanyi vitu kwa watu isipokuwa wamemwambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi kwa Bwana. Maombi ni mazungumzo au mawasiliano ya mtu au nafsi au mwanadamu kwa Mungu. Sasa yanafanyika moja kwa moja. Mtu anapoingia kwenye maombi, kama ana nia safi moyoni, maana yake ni mazungumzo baina ya yeye na Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo majibu lazima yatokee, hata kama anaweza sikuonyeshe wazi wazi, lakini ukashangaa mabadiliko kwa sababu muongea naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaposema maombi kuna mambo kadhaa yanajihusisha juu ya huyu mtu anayefanya maombi. Kwanza kabisa anasema ninamwita Mungu. Mungu anataka aitwe. Mungu anataka aitwe. Usipomwita Mungu kwenye maombi, hawezi kuja. Anabaki anasubiri wewe useme. Kwenye kitabu cha anasema njoni tusemezane, anasema Bwana. Yaani anatamani sana mje muongee naye ili mfanye yale mnataka kuyafanya, ayatimize kwako, ila wewe uongee. Adamu akakaa kimya, hataki kuomba. Yaani hataki kushughulisha na mambo mengine ya Mungu. Ni kama anamlazimisha vitu fulani tu. Ni kama anamlazimisha namna ya kuishi pale kwenye bustani. Yaani ndio unaona alipuzia. Kila kitu kama ni kupuzia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaposema kuomba, tunakuwa tunasema kwamba ni kulitia jina la Bwana. Kuita jina la Bwana maana yake unaomba uongozi. Kuita jina la Bwana ni kuomba uongozi. Unaomba uongozi. Mtu yote ambaye yuko kwenye maombi, maana yake anamuomba Mungu amsaidie jinsi ya kutembea, yeye kama bwana wake amsaidie. Kwamba siwezi mwenyewe nikaenda peke yangu. Kwanza majukumu nilipa ya kulima hii bustani, sijajua ilikuwa na ukubwa kiasi gani, na alikuwa peke yake. Sijui. Halafu hama tunao tumesema yote nile yote haya. Yaani yote mimi yako. Nile mimi. Halafu na huu mbaya umeweka humu baba yangu. Mungu naomba uniongoze. Hakutaka hayo mambo. Anapewa ahadi ya msaidizi, wala hajaona juhudi kama anataka hilo swala, sababu Mungu amelizungumza, amelikusudia katika mambo mema. Kwa hiyo na yeye alichukulia hatua ya kutaka uongozi juu ya hilo jambo. Lakini tunaposema kuomba, tunamaanisha kumwinulia Bwana nafsi. Yaani tunamkabidhi nafsi zetu Mungu. Tunampa ile unafsi wetu wa uhai, tunamkabidhi ili naye afanye matokeo mengine ndani humu mwetu. Mioyo yetu imebondeka. Mioyo yetu imekaa kwenye hali ambayo inaleta sifa ya uungu ndani mwetu. Yaani nafsi yetu sasa isiwe ya kwetu. Tumwambie sasa ichukue. Kwa mfano, fungua kile kitabu cha Zaburi 25.
Zaburi 25. Zaburi 25 anasema, E Bwana, nakuinua nafsi yangu, e Mungu wangu, nimekutumainia wewe, nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Daudi anamwambia Mungu, anamwinulia nafsi yake. Kwa nini? Kuna adui ambao wamejipanga sasa, wanataka kumdhalilisha. Kwa hiyo anamwambia, hii nafsi yangu sasa mimi naomba niweke kwako, hebu nisaidie huko ndani, moyo wangu ukuishie wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini tunapoomba pia tuna maana kumtafuta Bwana, kumtafuta Bwana. Tuangalie Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie kitabu cha Isaya. Isaya 55. Isaya 55 mstari ule wa 6. Kumtafuta Bwana. Anasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mungu anatafutwa kwa maombi. Huwezi kutumia tochi, huwezi kutumia sui nini. Mungu wetu anatafutwa kwa njia ya maombi. Hii Yesu mwenyewe alipractice pale wakati alipoona amevaa mwili, akaona ni vyema atafute kuongozwa na Mungu. Kwa hiyo akasema, hapana, sitaweza kwenda mwenyewe mpaka nimtafute Bwana. Kwa hiyo Adamu anatuonyesha wazi kwamba ndani mwake kulikuwa na kutokuelewa. Alikuwa yani hajielewi mambo mengi sana, au aliridhika akajisahau kwenye mambo fulani, kama ambavyo hata leo watu wanaridhika wakiambiwa nimeokoka. Tangu leo na hata sasa kuna watu wanasema madam mimi ni Mkristo, imeisha hiyo. Wajitangazia uhuru. Yaani wamekaa kimya, hawatafuti mbadala utakao wasaidia wao kupita kwenye hii dunia wakiwa salama. Badala yake wasema mimi nimeshaokoka, tumeshampokea Bwana Yesu. Kwa hiyo sasa ameshasema kwamba mimi ni mtoto wake, kwa hiyo imeisha tu hivyo. Tumejifariji. Kama ingelikuwa ni hivyo, Adam asingejikuta kwenye hali iliyotokea. Kwa hiyo usikubali ukaiona ahadi ya kwenye Biblia ukadhani inatimizwa hivi hivi. Never. Ahadi unayoona iko humu inatimizwa wewe ukitaka itimizwe kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusonge mbele kidogo. Songe mbele kidogo. Twende ile Zaburi ya 115. Nataka tu uelewe hiyo hoja ya kwamba maombi kwa Bwana, ndugu yetu alipuzia maombi kwa Bwana, alipuzia. Zaburi ya 115 mstari wa 16 anasema hivi: mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Anamaanisha nini? Mungu anatawala mbinguni, lakini duniani amewakasimishia wanadamu ili utawala wake na mabadiliko na matokeo yanayotaka yaje. Sisi ndio tumepewa hiyo nafasi. Sasa hiyo nafasi tutaifanyaje? Ni pale ambapo tumeamua kumtafuta Bwana, kumuita Bwana, kumuinulia nafsi zetu ili yeye aingilie. Kuna mambo hatofanya na hatofanya kabisa kama hamjamwambia. Ukikaa ukajipa uhalali kwamba yameisha, wala sina haja kushughulika na chochote. Kama leo umetangaza maombi, alafu useme huna haja maombi, watu waokoke kweli? Kwa sababu ili waokoke
Wewe ndio kumwambia utaka wakoke. Wakoke waende wapi? Wewe unajua kwamba umepewa nafasi ya kuiona mbingu. Unakaa neema kakuwa na uhakika kwamba nikitokea kutokea sasa hivi siachi. Sasa mwenzako anataka kuachwa. Kwa hiyo unapomwambia Mungu, hapana, nisio peke yangu. Ninaomba sasa kwa ajili ya wanankiuka hawa, nao neema ipatikane. Maana yake umeingia kwenye uwajibikaji. Ahadi ya kuwaokoa wa ulimwengu iko wazi, imetolewa kwa neno lake. Lakini kwa sababu yeye anatawala mbinguni na sisi ametupa hapa, na ndivyo aliyosema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, ili aende akatawale. Anatawala kwa sababu Mungu amemtengenezea nafasi ya kutawala pamoja naye. Ili anasubiri wewe uzungumze. Adam akagoma kuomba, hataki kujua chochote kuhusiana na mambo yanayohusu msaidizi. Hataki kujua. Akajikalia kimya. Usikae kimya unapoona ahadi ya Bwana inayoahidiwa kwako hapa. Haiwezi kaja isipokuwa wewe mwenyewe umejiingiza kwenye kuitaka hiyo ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio mnanielewa? Amen. Nalenga muelewe kwamba usitegemee Mungu atakuja kufanya jambo kwenye maisha yako, kwa watoto wako, kazini kwako, kwenye biashara yako, kwenye wokovu, kwenye njia zako, kwenye ndoa yako, kwenye chochote unachokifanya, ikiwa wewe hujapiga magoti ukamwambia Bwana, jambo hili siwezi kufanya peke yangu. Na siku zote anataka kuone wewe ukijihesabu kwamba ni mshindwa, ili yeye aingie kukushindania, kwa sababu hiyo ndiyo haki yake, kukupigania wewe maadamu umemwambia. Sasa ukikaa kimya kama Adamu, halafu kamwachia yeye afanye, yaani atafanya, halafu wewe vikija kwako huna haja navyo, utajikuta vitumia vibaya. Ndivyo hivyo mpaka sasa. Wakati mwingine tunabarikiwa na Bwana kwa sababu tu tumeitwa watu wa Mungu. Bwana anaachilia baraka wa kwanza. Akiachilia baraka wa kwanza tu, hapo hapo mtu anaanza kuishi anavyotaka. Wanasema pata pesa tujue tabia yako. Simewahi kuisikia hiyo? Pata pesa tujue tabia yako. Mtu anabarikiwa kidogo, baraka tu. Ni mtu alikuwa hana uwezo wa kupata 200,000. Sasa Mungu amembariki akamfungulia milango, akapata milioni 10. Tayari niko busy na kanisa. Yaani mchungaji, niko tight kweli ya. Naomba unisamehe. Kwa kweli Mungu akinipa kibali nitakuja. Mbona mwanzo haikuwa hivi? Umeshinda kwenda kubalance kweli? Lakini je, of course sawa tukubali kwamba muda ni mdogo. Sawa kabisa. Mimi tukubaliane kwamba umebanwa na mwajiri, kwa sababu inawezekana naye mwajiri amechukuliwa kama wakala ili asababishe wewe ukose. Sasa umepiga magoti kumwambia Bwana, hili sio jambo nilikuwa nataka. Mbona umeleta cha hivi? Sasa huyu ndio msaidizi wangu kimaisha kweli huyu? Mbona sasa amekuja hapa ananizoa nisiende kanisani? Naomba uingilie kati kwa viongozi wangu. Naomba uingilie kati. Wengine wanaoa, akishaoa na alikuwa na sali hapa. Sijui mwenzangu kama wewe hapa. Unaweza ukaoa hapa, halafu kanisani tusikuone. Kisa tu nimempeleka mama watoto wameenda hospitali. Usingeanzia hospitali ya hapa. Kwa nini usingeanzia hapa? Umeona huku kulikofanya, huku kulikokutamkia, ulikofanya hakuna kitu. Maombi kwa Bwana ni jambo la msingi ambalo Adamu itakiwa liangalie. Kwa hiyo mtu yeyote asipoangalia ahadi ya Mungu jinsi inavyozungumza kwenye neno lake, halafu akachukua hatua ya kuanza kuiomba na kuiita ije, haiji. Ila inaweza ikaja ya kukuangamiza, kwa sababu adui naye ataona. Adui naye akiona kwamba ahadi yako imekuja, na kama aliona inaweza kukuboresha zaidi, ataizuia kabisa isije. Lakini akiona hii ikienda, ikimfikia anaweza kaona namna nyingine ya kumpiga chini. Anaacha acha yeye, alafu na mimi namfuata nyuma. Wewe uone tu kidogo nyoka akaja. Nyoka asije kuja. Adui asingeliweza kuja mahali ambapo kulikuwa kumekaa kwenye nafasi yake. Shetani hamfuati mtu ambaye amesimama kwenye kweli ya Mungu. Haendi. Siku moja tufungulie. Elia ndiye alimwambia Elisha. Elisha analalamika kwamba watauawa. Akamwambia wewe Mungu, hebu mfungulie kwanza kidogo. Alipomfungulia kana ile majeshi akasema, "Ala!
kumbe hawa ndio wamaliza asubuhi tu. Saa 4 hawapo. Sasa saa 4 hakuna hata huyu. Jeshi aliloliona ni kubwa sana. Sasa sisi hatuwezi tukashambuliwa na adui isipokuwa wenyewe tumeruhusu adui aingie. Tukimwomba Mungu na kukaa kwenye nafasi zetu kwa ukamilifu, hata siku moja shetani kwanza kama sasa hivi, yaani sijui labda hicho kipindi hicho alikuwa na hiyo nafasi, lakini kama sasa hivi na Yesu mwenyewe ameshinda akasema imekwisha pale Kalvari, halafu akute mtu umenyoka kabisa, umekaa kwenye mstari, yaani huendi huko wala huendi huko, na neno la Bwana, maombi yapo ya kutosha, haipiti mwezi haujaomba kwa Mwenyezi Mungu juu ya mambo yako, halafu shetani haja kudanganya tu kidogo. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa naomba nikuongezee jambo hapa. Tuwe kitabu kile cha Wafalme. Kitabu kile cha Wafalme. Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ile ya 18 na mstari wa 42. 18 mstari wa 42. Tuanze na 41. Basi Elia akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Ikawa mara 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda ukamwambia Ahabu sasa. Anamwambia nenda ukamwambia Ahabu, yaani ameshaona matokeo. Tandika ushuke, mvua isikukute. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa Elia anatuonyesha kitu kwamba Mungu anapendezwa na watu ambao wanatia bidii kwenye mambo yanayomhusu Mungu na wao wenyewe, kwa sababu hao ndio nataka watumie watu waliojitoa tayari, watu ambao wameweka uhuru na haki ya moyo wao na nafsi zao kwa ajili ya Bwana ili aite matokeo. Mvua ilikuwa imefungwa miaka 3. Halafu wakati huo watu wanalalamika, njaa imeingia. Ahabu mfalme huyu hapa ameshaweka hata uhasama na Elia. Lakini anamwambia sasa, kama ndio hivyo, njoo. Maana yeye alienda kumwambia. Elia alienda kumfuata Ahabu, anamwambia habari hizo. Umekuja tena? Akamwambia hapana, nimekuja habari njema sasa. Hebu nifuate. Ndio akaenda mlima Karmeli. Anaanza kuonyesha bidii ya kuomba Mungu mambo tokee. Ni kwamba aliweka ahadi ya kuzuia, anataka afungulie yaje. Hayaji hivi hata asije kwenda. Mvua isinyesha mpaka leo. Yaani ikishafunga, amesema wote mkalifunga duniani, mbinguni ifanyaje? Kwa hiyo ilifungwa. Sasa kule kufungwa ilibidi asimame mtu mwenye haki, aliyependa kuiona sheria ya Mungu kama Elia, ili amwambie Mungu jambo hili sasa liishie hapa, maana yani kuna mvurugano hapa na mimi naona sasa watimize haya. Sasa watu wa jinsi ndio Mungu anataka waone, hata kuanzia kwa Adamu. Adamu angekuwa na mfumo kama huu, angekuwa anapanda juu zaidi ya mara 7. Kwa sababu kwanza yeye ndiye wa kwanza kabisa. Halafu yuko peke yake. Hamna kitu kwa kinamletea shida. Sisi hapa kuna vitu vingi na mishale mingi ishawekwa, mikubwa na ya ajabu. Yaani ni neema ya Kristo. Maana isingekuwa hivyo ilikuwa ni hatari sana. Kwa kweli mkifika hapo wanasema, Mungu nakushukuru sana kwa kweli. Nakushukuru kwa kumtoa mwanao Yesu Kristo. Halafu akabadilisha haya mambo yalivyo ninavyoyaona. Asingebaki hata huyu mmoja. Sasa Elia anaonyesha jambo ambalo Adamu lilimshinda kufanya. Kama ambavyo hata sisi wenyewe Elia anataka kutuonyesha kuna mambo hatufanyi.
kwa bidii. Elia bado anaenda kutufundisha hata sisi hatuingii dipu kufanya mabadiliko yatokee, na Mungu anataka kufanya, lakini hafanyi peke yake bila sisi kumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa namna fulani Mungu anajiwekea mpaka ili kuitika maombi yaliyo katika utakatifu, yenye kuamini na uvumilivu wa watu wake. Ni kwa njia ya maombi ya watu wa Mungu atawezesha kazi yake ya Injili. Watu wasipookoka ni kwa sababu tumeona hiyo kazi sio ya kwetu. Ukiona watu hawashituki kabisa kuhusiana na nini wanakiishi, ni kwamba sisi tuliopewa hiyo ahadi ya enendeni ulimwenguni mwote mkawafanya mataifa kwa wanafunzi, hatukufanya kama tulivyoambiwa hiyo ahadi. Tumeacha mwenyewe afanye, hatuingii kwenye hiyo kazi ya utendaji. Vinginevyo Mungu angekuwa ameshaokoa watu wengi. Kama kanisa lingelikuwa limebaki kwenye uhalisia kabisa, mimi nadhani wangekuwa tumeshaokolewa na tayari tulishaenda. Sasa hivi tunakula mzabibu aliosema Yesu. Lakini bahati mbaya, roho ile ya Adamu ya kutokujali, ya kutokuona kutafuta uso wa Bwana, ya kutokuwa watu wa maombi, ndiyo ambayo ilifanya kazi mpaka sasa. Ukienda mahali ambapo maombi yapo, utashuhudia matokeo makubwa sana kwenye maeneo. Kanisa ambalo haina maombi, utakuta mambo ni vururu. Hakuna kitu kinachoonyesha wanaelewa chochote, maana hakuna ahadi walioiona. Kama wangeiona ahadi wakaipigia magoti, matokeo yangekuja tofauti na vile ilivyo. Bwana anataka mkono wake aunyoshe, isipokuwa wewe amekukasimisha. Yeye yuko mbinguni, amekukasimisha dunia ili ubalete matokeo katikati ya watu. Kama matokeo yatokei, anakulaumu wewe na atakuuliza tu, kwa sababu tumepewa hii mwili, mtu wetu wa ndani amepewa huu mwili ili atumie lile shauri la Mungu alilompa hapa duniani. Kwa hiyo siku unapoondoka kwenda kwake, atakuuliza, nilikupa gari ambayo ndio mwili wako, mbona sikuona chochote ukifanya? Unaenda kufanya nini kule? Yaani unaenda kusubiri mimi ndo nifanye tena? Mimi nishakupa mtaji. Nawashukuru sana watu wa benki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawashukuru watu wa benki. Ukienda kusema nataka mkopo, wanakuchana karibu. Kaa bwana hapa. Sasa biashara yako inamtaji shilingi ngapi? Mimi ndo nataka kuanza. Za kwako zimekushinda kutunza, za kwetu tutaziweza kweli. Anaachana. Watu wa benki wamekachukua kamungu. Wanatembea nao. Wamechukua wale jamaa sio ya kwao. Hii ni kanuni ya Mungu. Anataka wewe uonyeshe nia, ili naye aengeze kwenye hiyo nia, aunyoshe mkono wake uwe mrefu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie kitu kingine. Ushahidi ya kwamba Adamu alifanya uzembe kwa mambo ya maombi. Alipuuzia. Umepewa ahadi ya kupata msaidizi afu nakaa kimya. Eti mtumishi wako umepewa ahadi ya msaidizi, na unajua kama mambo ni magumu yako hapa, halafu nakaa kimya, unasubiri afanye yeye mwenyewe. Wewe nimekuahidi milioni 10, halafu nataka mimi tena ndio nichukue, anamwambia bwana chukua, nimekuletea ile hela. Yaani mimi nishakuahidi, halafu naweza kutafuta nikuletea hela. Alilaza ufahamu wake kama mtoto mdogo, akidhani kwamba Mungu ni wastahili hiyo. Mungu alikuwa amempa maelezo mengi. Najua Mungu sio kwamba hakuwa amemwambia, kama ambavyo hata sisi kila siku anatuambia. Na ndio maana tunasoma Biblia hii hapa, tunavyosema kusoma hii Biblia ni kwamba angalau kila mtu aione ahadi iliyoko huko. Asije akasema sikujua. Adam sio kwamba hakujua kwamba swali litakalifanyika. Sio kwamba alikuwa hajui. Alikuwa anajua. Ila alipuuzia kama leo wanavyopuuzia. Amekuahidi mtu kitu, unakifuatilia kama ambavyo mimi wenyewe ni mashahidi. Ninawafuatilia watu waliotaka kitu fulani. Mimi mtu akiniahidi labda zime simu, naenda, kwani najua nisipoenda sitapata. Sasa Adamu ameahidiwa, ameviacha pale.
alafu viende vyenyewe. Haiwezekani. Tujifunze kwa Musa. Tufunze kwa Musa. Kitabu kile cha Kutoka. Kitabu kile cha Kutoka. Kutoka 30 na 3 mstari wa 11. Anasema hivi: naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata malangoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alikuwa na ukaribu na Musa kwa sababu Musa mwenyewe alijitoa kwa dhati kwa Mungu na haki yake. Mungu alimuona Musa analia kama yeye anavyolia juu ya kuwaokoa wana wa Israeli. Jambo hili Musa alionyesha tangu mwanzo, akiwa bado kwa Farao. Alisimama akawa naenda kwa ndugu zake na kukuta kuna mapungufu, akawa naamua mpaka siku ya mwisho anapotokea mtu mmoja anakufa na wapili kuamua wao kwa wao, wakasema unataka kuniua kama vile mmoja mwingine. Lilivyojulikana hilo akaamua kukimbia. Lakini unaona alikuwa na machungu kuona kwa nini watu wangu wanateseka. Hata Mungu alipokuja kumchukua kumpeleka huko Midiani kumfundisha kazi, aliporudi amekuwa na moyo anatamani kuwarudisha watu. Ukaribu alikuwa nao kwa sababu alijitoa akajiweka wazi kwa Mungu, kama ambavyo Mungu mwenyewe alikuwa na uchungu juu ya watu. Sasa hili limfanya yeye aweze kuongea naye uso kwa uso. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye angechukua nafasi ya Musa, Adamu angechukua nafasi ya Musa, kwa vyovyote vile yeye pia Mungu angetakabali akafanya kama ambavyo alifanya kwa Musa. Mabadiliko mengi yangetokea. Nachokifurahi kwamba Adamu walikuwa wanakutana jioni. Walikuwa wanakutana wao, haikuwa shida. Tatizo tu ni ile kutokujali. Kuyaweka mambo kwenye mstari kulimpelekea yeye kushindwa kulifikia hiyo. Kwa hiyo kila muumini wa Kristo ni lazima atafute kuzijua njia za Bwana kwa maombi. Unataka kushinda, unataka kufaulu, ili siku ya mwisho tuwe miongoni mwao, maana hapako mbali uzuri wa sasa. Maana kama miaka ni mingi imepita 2000, kweli kuna miaka mingine 2000 imebaki tena. Unachokiona hivi hapa. Watumishi. Kuna miaka 2000 ukiona kweli. Sasa hivi tu mambo yako hivi. Yeyote aliyempokea Yesu akiwa anataka kufanikisha mambo yake, hiyo ni wajibu yake mwenyewe kuutafuta na kufahamu maarifa na ujuzi wa neno la Mungu yeye mwenyewe kwa njia ya maombi. Kama mtu hawezi kujitahidi kutafuta ufahamu, hawezi kutafuta kulifahamu hili neno ili aweze kutenda sawa sawa na jinsi lilivyo, akategemea vitakuja vyenyewe tu viingie humu, halafu ampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, hiyo kitu ni kusahau. Adui atakuja tu, utaanza kulaumu, sikujua. Tutaanza kulaumu, sikujua. Lakini ukweli unabaki hapo hapo, ili kuwepo na hali yoyote ya kutenda iliyo njema. Mtu yoyote inamlazimu yeye mwenyewe kwa nafasi yake achukue hatua ya kutafuta kuzijua sheria na kanuni na hukumu za Mungu. Maadamu tu umesema mimi nimemwamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Otherwise wewe hauko kwenye agano hili. Kama uko kwenye agano hili utakuwa na kanuni yako nyingine. Lakini uko kwenye agano hili, ni wajibu wa kila mmoja kuangalia mahali ambapo Adamu alishindwa kufanya, kuyatafuta maarifa yatakayomsaidia namna ya kushinda maisha leo hapo.
hautamlaumu mtu yoyote. Na ndio maana naona hapa yalipomtokea Adamu, yaani alibaki kulaumu mtu. Sasa analaumu Mungu. Unaweza ukamlaumu kweli Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mlaumu Mungu kweli? Halafu useme Mungu amenipa kibaya. Yaani neno ni hili hapa. Bwana ameweka sheria zake na hukumu zake. Wewe ukutenda ipasavyo, hukumu imekuangukia. Haukusema si wewe ulinipa neno, kwani mimi nilikwambia unipe hili neno? Yaani aliyekuumba kwa asili mfano wake, halafu akikupa mahali pa kuishi na anakuonyesha jinsi alivyoitunza na kuiweka hii dunia ili ikufae wewe kufanya utawala. Halafu amekuwekea na neno lake. Wewe unasema, si wewe ulinipa bwana hilo hicho kitabu kwa maneno yote mbona mengi sana. Mimi ningeweza. Yaani uanze kwa sababu ni mengi. Yaani mtu mwingine mpaka sasa hajawahi kusoma Biblia mpaka haimalizi. Hajawahi. Alafu yakitokea aseme, kwani mimi ningeweza kusoma vyote hivi? Mbona wenzako walifanya? Mbona kina Elia walipiga magoti mara 7 chini, amejikunja hivi mpaka mvua ikanyesha? Mbona Musa? Mbona Yesu alijishusha kiwango ambacho Mungu akasema hakika nimeliadhimisha jina lako. Tena kwenye kitabu cha Wafilipi 2 anasema na kila goti litapigwa, vilivyoko juu mbinguni na chini. Yesu anasema alipoona juu sawa na mwanadamu akajishusha. Biblia inasema na hata mauti ya msalaba. Mauti ya msalaba ilikuwa ni mauti ambayo ni kiwango cha juu cha mateso. Yaani hata Warumi walikuwa wanatumia hiyo adhabu, hawakuwapiga Warumi wenzao, walikuwa wanawapiga watu wengine. Ni kipigo ambacho walikuwa huwezi kufika pale msalabani hujafa. Unapigwa mpaka wakati mwingine wakupa ile sifongo, ile walipokuwa ile sikile, ilikuwa ni kama kilevi fulani ili usisikie maumivu. Yaani umepigwa maumivu ndio kaza wanakupa ile pale. Ili wanapenda kusubisha pale ili kama umelewa fulani. Ndio maana Yesu naye alikataa. Walimpa akakataa. Kwa sababu alitaka asikie ile maumivu sawa sawa. Yaani asipewe ile sifongo, ile siki akanywa, halafu ikaonekana akili ya kusikia maumivu isiwepo. Akasema mimi nimeamua mwenyewe, nataka niasikie haya kwa sababu hawa watu wangu ambao mimi nawapigania hawawezi hii kitu. Kwa hiyo akajitoa kwa namna ambayo alifanyiwa ukatili wa hali ya juu, kupigwa misumari mikubwa sana, ili tu mapenzi ya Mungu yaweze kutimizwa. Akaomba sana Getsemani, maombi ya chozi ya damu. Kuna maombi ambayo mtu akiwa kwenye ile hali ya pressure ya juu, huwa mishipa inatoaga, inapasukaga ndani. Ameomba maombi ya maumivu, damu kama jasho ikatoka kwenye vinyweleo. Yaani ndani ametafuta kuyatimiza mapenzi ya Mungu, sio Adamu. Sasa watu wengi kile ambacho Adamu alikifanya kwa uzembe ndicho kinachofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi kwa Bwana ni jambo ambalo ni la kipaumbele kwa mtu yoyote ambaye anataka kuulisi ufalme wa milele. Kama anataka kuupokea ufalme wa milele, maombi lazima yawe ya msingi. Kwa sababu bila maombi Mungu hatajifunua kwako. Na zaidi sana wajibu wa kujua cha kufanya kuko kwako. Sio kama Adamu anataka afanyiwe tu kila kitu. Yale ameambiwa hadi ameacha. Amekaa pale. Haya, ametoa vitu vya kuangalia, atoe majina. Ametoa majina maliza, sema bora sijaona sasa fulana mimi. Akaacha kimya. Yaani hakumwambia, akamlilia Mungu. Anasema mimi sikuona. Kwa hiyo huyu jamaa anaonekana ni Mungu. Anabaki pembeni. Haya, Mungu akamsema sasa piga usingizi. Mpiga usingizi kumpa. Akamleta mkemeta. Ndio anazinduka sasa. Sasa huyu ni ubavu katika ubavu wangu. Ni nyama katika nyama zangu. Sasa atakuwa mwanamke. Maana ndio kwa mwanamume. Kwa hiyo sasa anaanza kuweka na masharti kwa kitu ambacho hatakifanyia kazi. Yaani mwenyewe hajafanya, anaanza kuweka masharti. Kwa hiyo sasa
mwanamume hatamwacha mama yake na baba yake, hataambatana na mkewe. Kwa hiyo watakuwa mwili mmoja, tena si mwili tu, ni kitu kimoja, wakati hajashughulika. Unaona huruma za Mungu. Hajashughulika chochote, yaani anazinduka alikotoka kukuta. Aha, kumbe huyu jamaa alikuwa anazungusha tu, mambo yalikuwa yako hivi. Sasa na mimi naanza kuweka masharti yangu. Sasa anaweka masharti mahali ambapo yeye mwenyewe hajafanya chochote. Unabii utimizwe kwako wewe kuhusiana na Adamu kwa kuamua katika eneo hili kutamani kuzijua kanuni na neno la Mungu la kweli kwa njia ya maombi. Hauelewi, una nafasi ya kumwambia Mungu, mimi nataka nielewe. Hii akili yangu haiwezi kuwa mgando hivi. Naomba uondoe hii yangu, kwa sababu uliahidi ya kwamba utatoa moyo wa jiwe, utaweka moyo wa... Sasa hiyo hadi umepewa, na huo moyo wa nyama akuletee yeye mwenyewe. Moyo wa nyama alete yeye mwenyewe, yeye ameshakupa ahadi. Huo moyo wa nyama utaupataje? Uliangalie neno hili, utafuta kulifahamu kwa kina, ili uweze kutenda sawa sawa na linavyotakikana. Sikiliza ndugu yangu, haya mambo ambayo Adamu anatuonyesha tangu tulipoanza kuyaangalia, yaani ibada zenye utii, kutafakari neno na maombi kwa Bwana, ni mambo ambayo yaliongelewa, yaitendeka kwetu, yanatufikia kama unabii unaotimizwa. Ya Adamu hatahusika nayo, tutahusika na ya kwetu, kwa sababu madamu tumejua Mungu alipenda mambo haya matatu viwe vitu vitakavyotufaa sisi katikati ya maisha yetu hapa duniani. Kumbuka, yote haya yalikuwa yanamhusu Adamu kuingia kwenye bustani ya Edeni. Yote haya. Kwa hiyo kuna mahali Mungu ametukusudia tuone tumeingia. Isipokuwa sasa, kama hatutaweza kuchukua tahadhari dhidi ya mapungufu ambayo Adamu yeye aliyafanya, maana yake na sisi tutakuwa miongoni mwa watu watakaozuiliwa kuingia mbinguni. Mungu ametupa kutuonyesha madhaifu ya Adamu na sisi tusiyaende, watu tutaishi. Ni unabii unaotimizwa kwetu. Katikati ya maisha yetu tunapoamua kumtafuta Mungu, tuna mambo matatu ya msingi: ibada, kusoma neno na maombi. Hizi ni nguzo za msingi sana. Hizi ndio njia za msingi sana, na ndio mwanzo wa haya yote tunayoona yanakuja huku, tunaweza tukafikia mambo haya. Sasa matatu, Adamu aliposhindwa kuyatekeleza kwa wakati wake, siku hiyo hiyo dhambi ilipoinuka ilimwangusha chini, na bila kupoteza muda Mungu alimfukuza kwenye bustani ya Edeni, akamwambia toka, kwa sababu alipuzia haya mambo matatu. Lakini si kwamba vimeishia kwake tu. Hata sasa makanisani, kwenye makusanyiko yetu, kwa watu wanaoitwa Wakristo, na wao wanafukuzwa, hawaingii kama ambavyo Adamu haingii, alizuiliwa. Kama ambavyo Adamu alizuiliwa kuingia, na ndivyo mpaka leo watu wanazuiliwa kuingia. Ukitaka kujua haya mambo, nikurudishe nyuma. Wana wa Israeli wakati walipokuwa katika safari yao ya kwenda Kanaani, walikaa miezi 9 pale mlima Sinai. Walikaa miezi 9 pale Sinai. Inaandikwa sheria na taratibu za kufanya. Moja ya sheria ambayo iliwekwa wakati wametengeneza ile hema la kusanyikia, ilikuwa ni kanuni za kuingia, kuonyesha kile ambacho Adamu kule kilimshinda, na wao wakaambiwa lazima mkianza ukifanya, waanze ukipractice, kwa sababu ni unabii unaotaka kutimizwa.
Kwa hiyo tuangalie na wao wana wa Israeli. Kama mtu alikuwa hajatimiza mambo ya kiibada, alikuwa hawezi kuingia na ishe nje. Lakini aliyetimiza yale mambo ya kiibada aliweza kuingia mle ndani. Halafu akafanyiwa mambo ya utakaso, akafanyika kuiva, naye ni kuhani. Mtu ambaye alishindwa kuyafanya yale hakuingia ndani. Lakini walisimamia vizuri sana sheria wale. Ilikuwa mtu hawezi kuandikishwa kuingia kwenye utumishi isipokuwa amekaa chini ya wazee mpaka kufikisha miaka 30. Na Yesu jambo hilo yake akaitimiza, kwa sababu alijua ni lazima alifahamu. Hata Yesu wakati anakutana na wale walimu na Mafarisayo, walimshangaa kwa ufahamu wake wa lile neno, kwa sababu aliona kufahamu neno ndio msingi wa maisha yote. Aliyatimiza hayo. Lakini wana wa Israeli, maombi yalikuwa ni sawa na kitu ambacho ni muhimu kuliko hata chakula. Ikitangazwa mbiu ya maombi ya kusanyika waombe, ilikuwa ni lazima kuomba kwa bidii. Wao kwa sehemu fulani waliweza kufaulu na mengine walishindwa, lakini kwetu ni somo linatufikia. Watu wengi katika kizazi hiki, haya mambo matatu, ibada, kusoma neno na maombi, watu wanavichukulia kama vitu vya kawaida. Lakini nakwambia, unapogusa mambo haya matatu, umegusa vitu vitakatifu vya Mungu, kwa sababu vimeainishwa kuanzia kwa Adamu kufe, vimeainishwa mpaka kwenye hema, vimeainishwa mpaka kwenye hekalu wa Suleiman, kwamba ilibidi viwe na taratibu za kufanya. Sasa watu wengi mambo haya huwa wanayachukulia kimasiara. Watu hawaendi makanisani wala hawajitoi kwa ibada wakiwa wamedhamiria kwamba wanataka kumuona Mungu. Hawafanyi hivyo. Kama ambavyo Adamu alifanya, hivyo ndio wafanya. Sasa wamesahau kwamba kadiri wanavyokuwa wameyashika haya mambo, kadiri unavyoshika ibada, kadiri unavyoshika Biblia kwa ajili ya neno, kadiri unavyoingia kwenye maombi, huwa unakwenda kutana na kile kitabu cha Zaburi 121 cha Daudi kinachoangazia habari mlima. Unaposhika hivi vitu, unapoanza kufanya haya mambo, mbingu huwa inaanza kukuangalia kama hivi mwangalia Belshaza. Belshaza alijichanganya kiburi chake, akachukua vikombe vya madhabahuni alivyotoa baba yake huko, babu yake huko Israeli, na baba yake alikuwa amevitunza, hakuvitumia kwa kazi yoyote. Yeye akavichukua akaanza kuvitumia kuvinywea pombe zao wenyewe pale na miungu yake. Bwana alipomchungulia, mene na peresi katokea. Yaani aliposhika tu pafu, maana yake mbingu iliangalia, kwa sababu ni kitu chake, inaanza kumhesabu. Hivi ana sifa za ukuhani. Hivyo mwangalia, kaona kweli ni mfalme, lakini mbona kama mfalme mwenyewe huyu ni mlevi, anaabudu miungu na nini? Yaani hayumo. Hapo iganje kaandika mahali hapa. Na mshukuru Mungu. Ile historia nilisoma. Wale watu Mungu tunataka kujue. Wao katika mesi yao ya matumizi yao walikuwa wameweka kibao cha kuandika matukio yanayoendelea kwenye ile, yani kama kuna matukio kwenye ufalme wake kule, walikuwa wanaandika pale. Walikuwa kwenye kibao kikubwa. Kwa hiyo wakiwa kwenye matumizi yao wanakula, wanafanya nini? Wanafanya cha kufanya. Kama kuna chochote mtu amesikia huko taarifa, yani pale ndio kama watu wa usalama taifa wanaja naandika pale. Mkuu, kuna mambo jamii wanaandika pale. Sasa alipochukua vile vikombe akaanza kuvinywea, mbingu zikaangalia, ala, kuna kuhani bwana amechukua kikombe, anataka nini? Anataka kutumika. Kuya kumpima, akaonekana hafai tena. Kikaandika, umepimwa ufalme wako. Yani akionekana wewe hufai kabisa. Kwa nini? Tunapochukua vitu hivi vitatu tunavyowaambia ndugu zangu,
tumechukua vitu vinavyotufanya kuwa makuhani. Ukuhani ukipimwa ukaonekana kwetu haufanani na tulichokichukua, maana yake mbingu inatutema, inatuondoa kupata sifa za kikuhani, hatuwezi tukaingia. Kwa hiyo ni wajibu wangu, ni wajibu wako kuzingatia kwamba haya mambo ya ibada ni jambo takatifu sana. Linahitaji kila mmoja atafute ufahamu wa kujua ni kwa jinsi gani inabidi aiendee ibada. Unapotaka kuja kanisani, zingatia moyoni kwamba wewe ni kuhani, na kuhani alipewa kanuni ya namna ya kwenda ibadani. Ilibidi awe na mavazi yake maalum, ilibidi awe na sadaka zake, ilibidi awe na mdomo usioweza kunena mabaya. Kuhani ilibidi awe ni mtu anayelifahamu sheria. Mungu anamwambia Ibrahimu, maana anajua atawaambia uzao wake, watoto wake, habari ya kumcha Mungu. Kwa hiyo wewe na mimi ni vyema ukafahamu ya kwamba wajibu wako ni kujijua kwamba ninapoanza kuchukua hatua ya mambo haya, mimi nimefanyika kuhani. Kama nimefanyika kuhani sasa, kama siingii kwenye mizani ya uhalisia wa kuhani, maana yake nimejihukumu mwenyewe kama Belshaza. Yesu ametuwezesha kutengenezea njia ya kujua jinsi ya kuendea huo mti wa uzima. Usikubali kulidharau jambo lolote linalohusiana na ibada ukajichukulia tu unavyoona inafanya. Usije ukaacha kulisoma neno hili, usije ukaacha, lakini jitafakari wakati unasoma hili mbele. Usiwe umetoka kwenye pombe, umetoka kwenye uzinzi huko, umetoka kwenye maugomvi, ukaja ukasema nataka kusoma neno. Utapimwa, utaonekana ufai, halafu na wewe utaingia kutengwa kama ambavyo Adamu alitengwa. Ashukuriwe Mungu aliye hai, kwa sababu Yesu Kristo, simba kabila Yuda, yeye ameshinda ili apate kututengenezea njia ya kuweza kuwa washindi. Tunashinda zaidi ya kushinda. Anachomtaka kila mmoja ni ajifunze kwake. Yesu amesema, jifunzeni kwangu, maana nira yangu ni nyepesi. Nia yake ni nyepesi. Hakujiingiza mambo yangempa uzito. Kwa hiyo wewe na mimi, jihadhari sana kwenye maisha yako. Usifanye vitu ambavyo vitakufanya Mungu akuone wewe ufai, ukapimwa kuweka pembeni, halafu kazuiliwa siku ya mwisho, maana hii karibu. Lakini Yesu, yeye kila saa na amewaombea wanafunzi wake kwamba atawapa huyo msaidizi. Kwa nini? Msaidizi wa kwanza alipokwenda, baada ya kumsaidia Adamu, akamsaidia kumwamsha, kwa sababu naye alikuwa mwili. Sasa msaidizi wa pili ni Roho wa Mungu aliye kweli, ametimiza unabii wa usaidizi wa kwanza. Sasa katika njia hiyo, huyo Roho wa kweli anataka kutuongoza katika kweli, tutende yaliyo kweli, tufanye yaliyo kweli, tukijua sisi ni wakina nani. Kitabu kile cha Ufunuo kimesema ninyi ni ukuhani wa kifalme. Sasa kuhani lazima awe na madhabahu, na kama kuhani na madhabahu, lazima awe na dhabihu ya kutoa. Mimi hapa ninao wajibu wa kuwa kuhani, na niwe na madhabahu ya kutolea nini? Dhabihu yangu. Nikisha kujua mimi ni kuhani, lazima nikae kwenye ukuhani kweli kweli, halafu nijue dhabihu nayoitoa inakidhi viwango ambavyo vitaifanya mimi kusema ndio, huyu aje aingie huku ndani. Usimweke kizuizi. Watu wengi wanazuiliwa kwa sababu nafasi yao wanaipoteza wenyewe kwa kuyafanya haya mambo kiuzembe, kwa namna ambayo wanafanya ulegevu. Yaani wanachukulia vitu kikawaida tu, kama wanavyochukulia kununua dagaa na nini na vitu vidogo vidogo ambavyo wanachukua mambo ya Mungu kama kitu cha kawaida. Mambo ya Mungu sio ya kufanya masiara. Mambo ya Mungu ni mambo ya kuangalia utakatifu wa kweli. Mungu asije akatutenda, kwa sababu tayari tufanyie njia. Mahali ambapo wewe ungejipambania, mahali ambapo wewe ungejipambania ili uweze kusamehewa. Bwana Yesu ametusamehe. Yeye ametoa damu yake. Ameweza kupigwa misumari, ameweza kupigwa viboko,
ametendwa jeuri kwenye ule msalaba ili wewe uweze kupita. Lakini mpaka sasa watu wengi hawataki kupita, na hata kama wangetaka kupita, wanataka kupita kwa kimagendo, wanataka kupita kimagendo, wakati Bwana yeye hakupita kimagendo. Ametimiza yote ya kisheria ya kimahakama. Mbingu ilitaka sheria itimizwe kwa mfumo ule. Hakuweza kufanya utani kwenye jambo linaloweza kuokoa. Ndiyo maana walipotamani kumpa ufalme akakataa, akasema ufalme wangu sio huo, kwa sababu alitaka avae. Wakamchoma mkuki, akatoa damu na maji, akathibitisha kwamba yeye ni mwanadamu, ana damu na maji, lakini ameyavumilia hayo. Wewe na mimi, kwa nini tusivumilie? Kwa nini tusijitenge na mambo ya dunia? Kwa nini tusiache ulimwengu? Kwa nini tusiheshimu ibada? Kwa nini tusiangalie neno? Kwa nini tusiingie kumtafuta Bwana? Kwa nini tusimsihi Mungu kila eneo, ili kwamba yeye ajifunue kwenye kila engo, yeye ajifunue kwenye kila maeneo, ili yeye afanye kwetu? Maana Mungu hatofanya mambo katikati yetu kama sisi wenyewe tutakufanya. Haleluya. 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 Amen. Mungu, ndugu yangu, anataka kufanya mambo kwako, isipokuwa wewe umwambie atakufanya. Jitihada zako azione, ukimheshimu na ukijitoa kwake kama Musa alifanya, ukijiachilia kwenye kweli ya neno lake. Usifanye ukageuza neno likaja katika tafsiri yako unayotaka. Usifanye chochote ambacho Mungu amekiagiza huko kije kwenye tafsiri yako. Tafuta kujua tafsiri halisi ya hili neno. Tafuta kulifahamu hili kweli. Tafuta kuangalia utii. Mwanadamu amefungamana Mungu katika utii na imani. Kama Mungu hutakuwa na imani naye wala una utii naye, huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo yeye anakuita siku zote. Na ndio maana Yesu alisema, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Wako watu wamelemewaje? Ni kwamba wameshajua ukweli, lakini ukweli wanashindwa kutoka. Yaani mtu ameshajua ukweli kwamba hiki anachokifanya sio kweli, lakini anashindwa kukiacha. Amelemewa. Huyu anasumbuka, anajihangaisha na vitu ambavyo yani havijui, anasumbuka tu, anafanya hiki na hiki, anahangaika navyo, anasumbuka. Usisumbuke wala usije ukahangaika na mizigo isiyo ya kwako, kwa sababu Yesu Kristo ameyafanya yote hayo kwako yasiyo mzigo. Amesema mtwishe fedha zako zote, mtwishe fedha zako zote. Kazi yako ni kutii tu. Sisi tuna shida gani? Yaani mimi nikivaa vizuri, mimi nikawa na nidhamu na utii kanisani, mimi nikiwahi ibada, mimi nikisoma neno, mimi nikienda kwenye maombi, na hasara gani? Na hasara gani? Na Mungu asaidie, awaangalie hata wale wote ambao wanafanya mambo kama sera, wakiwa ni wachungaji, wanaofanya vitu kwa kupuza, wanaofanya vitu kwa kupuza, hawasemi ukweli, hawaachi neno la Mungu likajieleza lenyewe. Badala yake watu wa Mungu wanaangalia kwa sababu hawajui, kwa sababu wale ambao wangewaongoza hawajavaa sura ya Kristo ya kikuhani ya kuweza kuongoza vizuri. Kwa hiyo wanaona mabinti zao wanaenda vibaya, vijana wanaenda vibaya, wao baba wanaenda vibaya, mabinti wanaenda vibaya, hawasemi wala hawaelezi wala hawafundishi, wanabaki kuacha tu. Yaani wamebaki kuacha, wamepuzia kama Adamu. Hao nao Mungu waangalie. Wao na wao wana adhabu yao. Haitawezekana mtu mmoja asababishe watu waende kuzimu, wakaangamia milele kwa sababu ya ujinga wake kama Adamu. Yesu wa Nazareti, yeye ameshinda. Yesu Kristo wa Nazareti ametujaza nguvu. Tunao kila sababu ya kumwambia amina. Amen. Tunao kila sababu kumwambia amina. Amen. Simama. Ndugu yangu, mimi nikuombe. Tunaanza hatua za kuelekea kuingia mahali ambapo Adamu alishindwa. Tamuomba Mungu atusaidie tuende kupata mafunuo sahihi juu ya neno hili, ili njia zetu zisiende kinyume na neno la Mungu, kwa sababu nafahamu ya kwamba ikiwa neno litakalo kufikia halikupi mwanga wa moyo wako kubadilika, ndipo nimekuangamiza. Hasa na mimi jambo hilo nilichakataa. Sitasema uongo wala sitahubiri kisio kweli. Kama Mungu hajanipa ujumbe wa kusema, nitahubiri hata ujumbe huu mara 10. Alimaliza mtu ndiye nimesema hili. Naweza nikakusaidia hata hiyo. Lakini Mungu ametupa. Mimi nikuombe sasa, mtumishi mwenzangu,
katika hali hii ya makusanyiko yetu, ndio katika nafasi tulionayo, mnajiona kama vile ni wachache, lakini nakwambia ni wengi. Mungu atusaidie kanisa hili, Mungu atusaidie mahali hapa. Njia yetu ya ibada hii tuipe kipaumbele cha kuheshimu sana. Tukisema saa mbili, tukitangaza maombi, tukisema kusoma Biblia, tukizungumza chochote kinachoruhusu Mungu mahali hapa, usiwe na excuse, maadamu ni kwa ajili ya Bwana. Ukiambiwa mabaya ndio acha, lakini ukiambiwa jambo ambalo linamhusu Mungu, tukiwa mahali hapa kama kusanyiko yetu, na kuomba utii. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Situko tayari? Amen. Tutakuwa na nafasi moja ya maombi, tuwe na nafasi moja ya kusoma Biblia, tuna nafasi nzuri ya kumwabudu Mungu katika moyo wa wazi. Tusije tukabeza chochote. Tatamani nione kila mmoja anasoma Biblia, anatamani kuniuliza na maswali, anatamani afahamu hili, ili kila siku aweze kukua. Unataka kujifunza, ujifunze. Uamue useme moyoni kwamba nataka kujua, sitaki kuja kufanya mapuuzi kama alivyofanya Adamu. Sisi hapa tunaenda katika mtizamo wa kuvuka hii dunia. Tunavuka viwango, tunataka kuvuka viwango vya Kristo. Tukue kama Kristo, tukae kama Bwana. Tusitembee kama ambavyo yeye alitembea Adamu. Tusitembee kama matembeo anatembea. Sisi tutatembea tu mfano. Tuwe mfano kwa kila lengo. Tuwe mfano. Haijalishi tutapungukiwa nini, lakini Bwana hatatuacha. Anatupigania mwanzo mwisho. Tutaona fadhili zake na rehema zake zitakuwa nyingi. Hata mwacha hata mmoja ambaye atachukua nafasi yake ya kusema nataka kwenda kwa Mungu, nataka kwenda kwa Bwana, namtaka Kristo Yesu. Usizuiliwe kama Adamu. Wachiwe uingie mbingu kama Yesu alivyoingia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Neno la Bwana ndio hilo. Hatutaweza kuliacha. Tutatembea nalo hilo. Niombe kanisa mnitie moyo. Tumtie moyo Yesu. Tumtie moyo. Kazi alifanya pale msalabani ni kubwa sana. Alijitoa kwa ajili yetu. Alijidhabihu kwa namna ya ajabu. Alifanya mambo mengi ili sisi tuweze kuwa salama. Na kwa sababu hiyo, mimi na wewe tuwe sababu na kuonyesha kwamba mambo haya yanawezekana. Haiwezekani tukashindwa, kwa sababu yeye aliyeshinda kufanya mauti ametukasimishia maisha. Anataka kufanya mabadiliko ndani wetu. Wajibu wetu kumwambia Mungu anataka kuleta watu waokoke. Ni sisi tumwambie tunataka watu waokoke. Tunataka mambo ya magonjwa yaondoke kabisa. Kusiwepo na magonjwa kwenye mtaa huu. Ni sisi tumwambie tunataka kutiisha roho za mauti kwenye nchi yetu. Ni sisi tumwambie mambo yote, tumwambie yeye, kwa sababu tunajidhabihu kwa ajili ya utumishi huu. Amen. Mungu aliye hai. Amen. Mungu aliye hai. Namshukuru kwa ajili ya hili. Mtumishi wa Mungu, naomba ufuatishe maneno haya. Nafahamu ya kwamba ni kwa muda mwingi tulikuwa hatujui haya, lakini sasa Mungu ametukirimia kuyafahamu haya, na nafasi ya kukiri mbele za Mungu ya kwamba unatamani uweze kuanza upya. Sema, Bwana Yesu, tunakushukuru sana. Asante kwa somo hili la hatari ya kuyaacha mapenzi ya Mungu, hatari ya kuacha maagizo ya Mungu. Baba, umesema nasi juu ya habari ya ibada. Umesema nasi habari ya kusoma Biblia. Umesema nasi habari ya maombi, mambo ambayo Adamu alishindwa, lakini sisi umetufahamisha ya kwamba wewe uliyashinda kwa ajili yetu. Nasi tuko mahali pa Bwana, tunaomba msaada wako sasa, tukikiri ya kwamba tulifanya pasipo kujua, makosa yakawa ni mengi, njia zikawa ni nyingi zofaa, mambo yote yakaharibika, tukawa ni watu tunaozuiliwa kama Adamu. Lakini sasa tumefahamu. Tunaomba tusaidie Bwana, tutakapotamani kuomba, Roho wako mwema atujie. Tutakapotamani kusoma neno, Baba utufundishe. Tutakapotamani kuingia ibadani, Roho wako azungumze nasi habari ya ibada. Tuwe na imani na utii, tukiyafahamu yote ya kwako Bwana, yatakayotufanya sisi tuingie mahali ambapo Adamu alishindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Ewe Shetani uliyefanya fahamu zetu kushindwa kufahamu habari hizi, sasa tumesema tumekataa kila mipango yako, kila ratiba zako, kila kusudi zako, kila mafundi yako,
kila mihuri yako yote tumekataa kwa damu ya Yesu. Tumetakaswa upya, tumewekwa upya, maana imeandikwa uwatakase na ile kweli. Neno lako ndio kweli, neno nalo hili limetutakasa. Tumekuwa watu wa Mungu, tunasonga mbele. Yesu Kristo, tunakukabidhi nafsi zetu, mili yetu na maisha yetu. Tusaidie, tuongoze, tuweze kwenda salama, tusiende wenyewe wakati wowote. Tuwe na wewe Bwana, tuwe na wewe Bwana. Yesu, usikie uko uliko. Tumekutamani Bwana katika maisha yetu ya kiibada. Tupe moyo wa kuipenda ibada, tupe moyo wa kuitii ibada, tupe moyo wa kuifurahi ibada, tupe moyo wa kulipenda neno, tupe moyo wa kupenda maombi kama atakavyotangazwa kwenye madhabahu hii Bwana. Tupe moyo huo wa kuyatafakari haya katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, katika jina lako takatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninakushukuru Mwokozi na kukuinua mfalme wa amani. Imekupendeza watoto wako tuyajue haya Bwana. Sisi ni wakina nani hata tuyajue haya mapungufu ya Adamu? Maana ni miaka mingi ilipita hatukujua. Naam, kwa siri hii Bwana Mungu uliye hai umeyafunua maneno haya. Ninakushukuru kwa sababu uliposema nami Jehova, ujidhihirisha kwa namna ya pekee, ukaahidi moyoni mwangu, nami niyaseme ya watu wako. Mwokozi, nimeyasema Yesu mbele ya watoto wako. Naomba maneno haya yakaumbike upya ndani ya maisha yao Baba, ndani ya maisha yao mfalme wa amani. Wasiyaache hapa, wala wasichukulie kimzaha, bali wayapokee maneno haya wakatembee nayo, wakijua katika ya kwamba nyakati zi karibu, majira ya karibu. Maana hatuna tena, kwa kuwa sisi ni wasafiri tunaotoka duniani kwenda mbinguni. Bwana, neno hili mbadilishe kila mmoja kwenye tabia zake za kiasili, kwenye tabia zake za kulisi, kwenye tabia zake za makundi mbalimbali. Mungu uliye hai, neno lako likapite, likaseme na kila mmoja, likamsaidia na kumwezesha Bwana. Mfungue, likajawe moyoni mwake Yesu. Ujumbe huu kanendeke kila itwako leo Bwana, katikati ya watoto wako. Usimpunge hata mmoja, Mungu uliye hai. Waione neema yako ikiwa imesimama katika neno lako kwa ajili ya kupokea mengine, maana haya ndio mambo matakatifu uyaruhusu sisi tuyajue Bwana, na watoto wako tumeyajua. Na kusihi mfalme, moyo wetu kaungana pamoja na moyo wako, kama Musa na Elia waliofanya kwa ajili ya jina lako. Nasi vile vile Mungu uliye hai, tukatoke na kufanya kama ambavyo unafanya, ili tuungane na wewe Mungu katika kutimiza kusudi lako la injili, la kuhubiri na kuleta watu kwako Yesu. Sisi tukawe ndio vyombo vilivyopokea na kufahamu utayari wa kwenda kufanya mabadiliko katika jina la Yesu. Amen.